kote duniani. Tupo tayari kwenda kuihubiri Injili. Tupo tayari kwenda kuihubiri Injili. Kwa mataifa yote, kwa makabila, kwa mataifa yote, kwa makabila. Amkeni twendeni tuwafanye watu kuwa wanafunzi wake. Amkeni twendeni tuwafanye watu kuwa wanafunzi wake. Nimekubali naenda na familia yangu, naenda na watoto wa waimbaji wenzangu, twaenda hata mimi naenda katimize agizo lake Bwana ya kwamba tuhubiri watu waokolewe na waponywe. Kwaya kutoka kanisa la International kwa Pastor Ngumba, PAGT kwa Pastor Ngumba. Ni moto mahali popote mlipo, leta flash yako hapa. Sasa mwamini Yesu, usifie dhambi, kwa Injili uokoke. Sasa mwamini Yesu, usifie dhambi, kwa Injili uokoke. Wasibikize sasa na makofi na mnayo wakati wanamalizia. Afrika Magharibi mnaniangusha makofi ya kutosha kwa ajili ya waimbaji. Wakina baba, tunauliza mmechoka wapi? Vijana mmechoka wapi? Vijana, nauliza mmechoka wapi? Watoto mmechoka wapi? Watoto mmechoka wapi? Washa moto.
lazima tutoke Bwana. Washia moto hiyo. Wapi makofi kwa Yesu? Lakini hata baada ya kupoteza ufahamu katika mwili, roho yako kwa ina Yesu haiwezi kupotea, bali inanyoka moja kwa moja kule mbinguni kwa Baba aliko Yesu. Yesu yuko mbinguni na kama ameweza kuumba dunia. Jamani sikilizeni, Yesu kama aweze kutengeneza Mangola ambayo tunaipenda, Mangola ambayo imejaa maji, Mangola iliyojaa vitunguu, Mangola inayopenda na mataifa, kama anaweza kutengeneza Mangola, amini Yesu pia anaweza kutengeneza mbingu. Ndio maana sisi amini hatutetereki, tunajitokeza kumsema. Kwa nini tunamsema? Kuna roho wake amekaa ndani yetu, ndio ambaye anatutuma kwamba nendeni katika viwanja vya Mangola. Kuna watu bado wanahitaji kuokoka, kuna watu bado wanahitaji kusikia neno, hata kama kwa leo hawajaamini, hata kama kwa leo hawajaokoka, lakini kelele ikisikika, habari zikisikika, tukimsema Yesu vizuri, Yesu atawafungua fahamu zao, Yesu asiku ataokoka. Haleluya, amen. Nipungie mkono wako kama unaamini njia hii. Haleluya. Biblia inasema japokuwa wajinga. Unajua unapohubiri hivi, kuna watu wanasema wale watu wanaimba wamekosa kazi. Mimi nakwambia hatujakosa kazi. Hakuna kazi yenye thamani kama kazi ya kumwimbia Yesu, kama kazi ya kuhubiri Injili. Ndio kazi pekee ambayo ni ya milele. Tunapalilia uzima wa milele, tunapalilia furaha ya milele, tunapalilia maisha ya milele. Kwa maana Yesu ametutuma akasema, enendeni ulimwenguni mote. Katika ulimwengu mote Mangola nayo ipo katika ulimwengu mote. Lazima Injili ifike Mangola. Amina. Sema fire. Fire. Nisema nisiseme? Sema. Injili nayo haitaki ustaarabu. Hapana. Nisema nisiseme? Amen. Zamani zile wenzetu walihubiri bila vyombo, wenzetu walihubiri hata bila kwaya, wenzetu walihubiri kwa namna mbalimbali, lakini utukufu kwa sasa hivi ni mkubwa. Ndio maana sasa hivi katika mikutano Bwana amewafungua watu wengi, watu wamemjua Yesu. Tunaungana pamoja, tunatangaza habari njema kwa mataifa yote. Wahubiri hao wa Injili au hao waimbaji wa nyimbo za Injili, katika macho ya mwanadamu kimtazama, unapiga picha namna hii, unasema kwa kweli yule mtu ni mjinga, kwa kweli yule mtu hana akili, kwa kweli yule mtu amechanganyikiwa. Lakini kumbe hatujachanganyikiwa, bali tumejumlisha akili yetu na Yesu. Sasa Yesu anatenda kazi ndani yetu. Ndio maana tunasema lazima Injili isonge mbele. Mguse jirani yako, mwambie unafeli wapi, unakwama wapi? Unafeli wapi, unakwama wapi? Umechagua njia gani katika maisha yako? Kuna njia za ushirikina ambako pia watu wanatafuta msaada kwenye njia hizo. Usiku unapolala, wengine ndio wanaweka mafuta kwenye magari yao, kwenye mapikipiki yao, wengine wanaenda kwa wanadamu, wengine wanashuka kuzimuni kwa njia ya mapepo, wanaenda kwa shetani, wanatafuta msaada. Lakini tuliokoka tumechagua Biblia, tumechagua jina la Yesu. Sema fire. Fire. Muangalie jirani yako, mwambie njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Kwa hiyo usiwategemee waganga, maana ukitegemea waganga ndio njia ile ambayo sio ya kweli. Yesu akasema njia ya kweli ni moja, njia ya kweli ni moja, njia ya kwenda mbinguni ni moja, njia ya kukaa na Mungu milele ni moja, njia ya kufurahi milele ni moja. Yesu ameinuliwa juu ya mji wa Mangola. Kina mama wa Mangola wasipotee, wazee wa Mangola wasipotee, vijana wa Mangola wasipotee, bali wawe na uzima, kisha wawe na